ya mawazo kiasi gani? Ndoo yako ya mawazo ni ndogo, ni ya kati, ni kubwa, ni pana, ni nyembamba, ni nini? Moja kwa moja Mungu anakuwekea baraka humo. Sasa hapa anasema kwamba yeye huwa hapangi wala haandai aina ya maisha tutakayoishi. Ila yeye Mungu kazi yake ni kuthibitisha tu kile kilichoandaliwa na Mungu. Kuthibitisha kile kilichopangwa na Mungu. Kwa mfano unapoweka mipango ya maendeleo ya familia yako, Mungu ataiangalia ile mipango, ataiona kama ni mikubwa au ni midogo. Yeye anaithibitisha na anailetea majibu. Anailetea majibu. Kwa hiyo kama ulikuwa umepanga kampango kadogo, maana yake majibu yatakuja haya ya madogo. Sasa Mungu akikuletea majibu madogo kulingana na mipango yako midogo, ina maana hayo maisha Mungu amekupangia, umejipangia wewe. Wewe umejipangia, maana yeye anakuja kuthibitisha tu kile ulichopanga. Kwa hiyo kwenye mipango au kwenye mawazo, nilikwambia jana uwe makini. Maana mawazo yako ya leo ndio maisha yako ya kesho. Unavyowaza leo ndivyo utakavyoishi maana ukiwaza leo ulichokiwaza, Mungu anakuletea hicho na ndicho kitakachokusaidia kuishi. Kwa hiyo usiwaze vitu vidogo vidogo, usiwe kama yule mtoto wa tajiri wa EGT aliyeomba apewe hela ya kununua nile suruali ya special ya mtumba ya shilingi 1000 ngapi? 3000. Anaomba kakitu kadogo, kakitu duni, wakati amezaliwa na baba tajiri. Aliomba anunue shati la shilingi ngapi? 1000. La shilingi 1000. Shilingi 1000. Mtoto wa tajiri. Lakini akaomba anunue na viatu vya ngozi vya shilingi ngapi? Kwa mara ya kwanza baba alimpa au alimnyima? Mara ya pili alipewa, alinyimwa? Mara ya tatu alipewa, alinyimwa? Alinyimwa awamu zote tatu. Akaenda kushtaki kwa nani? Kwa mama. Lakini mama alipomsikiliza akajua tatizo ni la baba au ni la mtoto? Tatizo ni la mtoto. Kamwambia kwamba kuanzia leo mume wangu sije kumsema kwamba ni mbaya, tatizo liko kwako, maana wewe hujajua umezaliwa na baba mwenye uwezo gani. Maana unapeleka mahitaji vidogo vidogo ambavyo havilingani na uwezo wa baba yako. Anaogopa akikupa mitumba tutamwaibisha. Maana utakapokuwa unapita watu wanajua huyu ni mtoto wa mzee fulani. Kwa hiyo tayari watajua kwamba kumbe huyu mzee ni tajiri, lakini hajali nini? Hajali watoto. Mama alimfundisha au kumfundisha? Alimfundisha vitu vya kuomba. Sasa alienda kuomba vitu vidogo, vitu vya nguvu. Vya laki au mamilioni. Hakuna kitu cha laki hata kimoja kilichoombwa. Suti ni za mamilioni, mashati ni ya mamilioni, viatu ni vya mamilioni. Alipewa au alinyimwa? Akaongezwa na milioni ngapi? 2, kwamba hizo sasa ni zawadi tu. Maana nimefurahi sana kuona kwamba mwanangu umefanyaje kimawazo. Umepona kimawazo, maana umeshatambua sasa kwamba umezaliwa na baba mwenye uwezo. Baba yetu jamani ni nani? Yule baba tajiri yule ni mfano wa Mungu, na yule kijana yule ni mfano wa kanisa. Kama vile yule kijana asivyotambua uwezo wa baba, ndivyo na waumini tulio wengi ambao tujajifunza somo hili hatujatambua vizuri uwezo wa baba yetu aliye mbinguni. Kama vile mtoto alivyoomba mara ya kwanza vitu vidogo, ndivyo alivyo na Mkristo ambaye hajatambua uwezo wa Mungu anavyoomba vitu vidogo kwa ajili ya maendeleo yake. Lakini mtoto baada ya kuwa amefundishwa, akaelewa, akapona kimawazo, alienda kuomba vitu gani? Alienda kuomba vitu vikubwa. Vilimsaidia au vikumsaidia? Fundisho lake ni kwamba sasa ni kama Mkristo ambaye sasa amefundishwa akajua kwamba kumbe na mimi ni kama kulikuwa na kautinga ndani. Napata shida wakati na baba ambaye ana uwezo. Sasa moja kwa moja baada ya kupona, tunapeleka mipango ya kanisa ambayo ni mikubwa. Tunapeleka mipango ya maendeleo ya familia ambayo ni mikubwa. Sisi kazi yetu ni kupanga hiyo mipango, na hiyo mipango tunaipeleka kwa nani? Kwa Mungu kwa njia ya kama ni mipango ya maendeleo ya kanisa au maendeleo yako binafsi ya nyumbani, unapanga unataka ufanye nini baada ya muda gani. Moja kwa moja peleka hiyo mipango yako kwa Mungu sasa. Na ulivyopanga ndivyo Mungu atakavyoleta. Ukipanga kadogo na Mungu ataleta kadogo hapo. Kileta vingi, ukipanga vingi Mungu ataleta vingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Nimalizie na mfano haka kadogo
kwa dakika chache tu kama 5, alafu tuingie kwenye sheria zetu za uchumi wa Biblia. Sema kujua. Amen. Tuko pamoja? Mfano wangu nitaupitishia kwanza kwenye nini? Kwenye pointi namba pointi namba hebu angalia ukurasa wa 15. Ukurasa wa 15 umeona? Ndio. Kwa kule juu sinaanza na A, B, C, D, umeziona zile D mpaka E. Ndio. Alafu chini ya E kuna hapo kama kamshana hapo kanasema kanaanza na wazo lako la kwanza. Umekaona? Ndio. Nataka sasa tusome hapo. Alafu ndio nikupe mfano mzuri hapo. Baadaye tukaingia kwenye sheria za uchumi wa Biblia ambalo ndio somo la leo. Umeona panapoanza na mipango yako mikuu. Wazo lako la kwanza umepaona? Haya, ni ukurasa wa 15. Haya, tusome wote tulio na vitabu 1, 2, 3 twende. Mmefeli mtihani. Mnasoma kama vile wanyokombe walioko kilabuni. Someni maneno yasikike. Ukurasa wa 15, pointi inaanza na wazo lako la kwanza. 1, Kwa sasa. Lakini haliwezi kukutoa kwenda mbele. Wazo hilo limesha expire. Haliwezi kukuletea hatua mpya ya maendeleo ya uchumi wa maisha yako kwa ujumla. Kama unatamani hatua mpya, ingiza wazo jipya. Rejea kifungu cha maandiko kwa msaada zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, wazo lako la kwanza kuhusu uchumi na maisha yako kwa ujumla lilikufikisha hapo ulipo kwa sasa. Wazo lako la kwanza lilikufikisha wapi? Hapa ulipo kwa sasa. Haijalishi ni pazuri sana, ni pabaya sana, ni padogo sana, ni pakubwa sana. Hilo wazo lako la kwanza lilikufikisha hapo ulipo kwa sasa. Si tuliona kwamba jamani, Mungu afanye kitu nje ya mawazo ya mtu. Amen. Kwa mfano ulipoianza familia yako sasa, umeolewa au umeoa. Si unaona ulipofika kwa sasa? Hapa ulipofika tangu ulipooa, ulipoolewa, kuna lile wazo lako la kwanza uliloliwekeza. Uliloanza nalo maisha. Mungu alipima kiwango chako cha kuwaza juu ya familia yako na ndoa yako na maendeleo yako na uchumi wako, akaona vinakomea hapo. Sasa hilo wazo ndio limekufikisha hapa ulipo kwa sasa. Sijui ni pazuri, ni pabaya, ni pakuridhisha. Hapa mlipofika jamani, mmefika penyewe mlipokuwa mnataka ubaya. Bato kabisa. Ni pakubwa ni padogo? Bado ni padogo sana. Ila wazo lako la kwanza ndio limekufikisha hapo padogo ulipo. Wazo lako la kwanza, maana yake Mungu alipima kamba ya mawazo yako kuhusu ndoa yako, unavyoiwazia ndoa yako, unavyoiwazia maendeleo ya familia yako, aliona vinakomea pale. Vinakomea hapo. Je, nani anayejua ya kwamba kiwango cha maisha licho nacho ni chini, ni kati au ni juu? Nani anajua kwamba kiwango changu kiko wapi? Kwamba kwa kweli ni chini sana au ni katikati au ni juu sana? Nani anajijua kiwango chake alipofikia, kwamba amefikia wapi? Nani anajua kwamba alipo ni chini sana, ni kati au ni juu? Hamjui? Hamjui? Mbona mimi najua kiwango cha kila mmoja wenu? Ingawa sijafika kwenye miji yetu, lakini nimeshajua kila mmoja kiwango cha maisha yake, kama ni chini au kati au ni juu. Nikuhakikishie? Nikuhakikishie? Tunamlie. Niwangamlie? Kila mmoja kwanza anajiuliza, huyu mwalimu atajuaje kwangu hajafika? Anawezaje kukadiria kwamba niko chini, kati au juu? Haya, nakuhakikishia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tupa jicho mpaka nyumbani kwako. Nafikiri tayari unapajua. Jicho silimeshapika. Silimeshapika. Anza kuangalia kuanzia pale sebuleni
chini, baadaye naenda kwenye chumba cha watoto kule, baadaye naenda kwenye chumba chako kule. Umepaona? Kwani kuna sehemu ambayo hujaiona? Yote ni bora. Sehemu zote umeshazio? Hebu niambie, hicho ulichokiona kimaendeleo kiko chini, kiko kati au kiko juu? Kiko wapi? Nimekwambia kwamba mimi najua. Najua kila kiwango cha maisha aliyonayo mtu kiko wapi jamani? Sasa hapo chini usipadhalau sana, ingawa ni chini, kwani wanadamu wote au wananchi wote walishafika ulipofika wewe. Inawezekana wewe unafaona ni padogo, lakini kuna mwingine hata hapo padogo haja. Ndio maana msanii mmoja akasema, acha nimshukuru Mungu kwa jinsi maana hapa nilipofika wengine hawaja, kidogo nilichonacho wengine hawa. Kuna mtu mmoja anatamani kwamba angalau alingane na wewe. Mungu angenisaidia mimi nikaa kama mama fulani au baba fulani. Kwa hiyo kana nafasi kako na kokaona ni kadogo, kanatamaniwa na wale walio chini zaidi. Hapo ulipofika sasa, ulipopaona hapo nyumbani kwako, umefikishwa na mawazo yako lile wazo lako la kwanza wakati unaanza mji wako. Mungu alipima mawazo yako akaona yanalingana na hiyo daladala au ni hilo dumu la lita 20 au diaba. Ndio maana uko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hilo wazo la kwanza limekufikisha hapo, ila haliwezi kukutoa hapo ulipo sasa. Kwani hapo umefika, si bado hujafika? Tunataka uende kule mbele. Ile kamba ya wazo lako la kwanza haikuondoi hapo. Na kwa hiyo ukiendelea na wazo lako lile usipobadilisha mawazo, hatoki mtu hapo. Utabaki hapo hapo. Unapiga maktaimu hapo. Point yetu tunasema wazo lako la kwanza limekufikisha hapo ulipo kwa sasa, ila halina uwezo wa kukutoa ulipo kwenda mbele. Anasema kama unatamani hatua mpya, ingiza wazo jipya. Ingiza wazo jipya. Ukiingiza wazo jipya, Mungu analipima. Anaona lina urefu wa futi ngapi? Lina kilomita 1. Tayari Mungu anaanzia hapo ulipoishia kwenye wazo lako la kwanza. Baraka zako zinaongezeka tena kwenda mbele zaidi kwa kiwango cha lile wazo jingine jipya utakaloliingiza. Lakini ukiendelea na wazo lile kila mwaka, utoki hapo. Hilo wazo lilisha expire, halina kazi tena. Kama tulivyotolea mfano wa mbuzi aliyefungwa kamba. Sana uwezo wa kula nyasi kuishia kamba inapofikia. Nyasi si itafika wakati zitaisha. Lakini mbele yake kuna nyasi nzuri ndefu, lakini hawezi kuzifikia. Maana kamba ya kwanza ilisha expire. Inahitaji umuongezee kamba nyingine ambayo ni ndefu zaidi ndipo ataweza kuzifikia zile nyasi. Wangapi huku tukiacha baba? Huku ambao mnajua kuendesha vyombo vya moto, gari au pikipiki. Dono romo kabisa kitu. Ndanye wa mama. Ukitoa pikipiki ya baba utaendesha. Haitakukalakaza. Bwana Yesu asifiwe. Haya, hebu niambieni nyinyi ambao mnaendesha vyombo vya moto sasa. Pikipiki na gia ngapi? 5, si ndio? Hivi kila gia inafaa kila mahala au kila mahala pana gia yake? Kutegemeana na njia. Si kila mahala kulingana na njia ilivyo kuna gia ambayo inafaa hapo. Sasa niambieni sasa. Ukiwa sehemu tambarare, hakuna cha mlima, hakuna cha mteremko, halafu hakuna msongamano wa magari, na unataka useleleke kabisa, uliachilie kabisa likimbie kama upepo. Huwa mnawekaga gia namba ngapi? Dada anasema eti gia namba 2. Namba 2. Eti baba namba 2. Unataka upige misungi kwa nusu saa tu, unaweka namba 2. Nilikia la pole. Wewe kumbe bado. Dada pale. Gia namba ngapi? Gia namba 5. Eti kati aliyesema 2 na 5 baba, ni yupi ambaye angalau kidogo yuko vizuri? Yule wa 5. Maana sasa hapo yani gari inakimbia kama upepo. Sasa tunatembelea gia namba 5 sasa.
Sasa ukafika mwisho wa barabara, mwisho wa tambalale inakoishia, unaanza mpando wa hivi mkali kabisa wa kwenda juu hivi. Tunaelewana jamani? Ukifika mwisho wa tambalale na gia yako namba 5, unapanda mpando wa hivi. Mnaendeleaga na gia ile ile au mnabadilisha? Unabadilisha sasa kutoka gia namba 5 kwa kwani ni mpando likali, unarudi kwenye gia namba ngapi dada? Namba 2. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo ni gia kidogo yenye nguvu zaidi kwa ajili ya kupandia mlima. Na kama ni mlima mkali zaidi, huwa inafika wakati unaweka hata namba ngapi? Namba 1. Sasa huo ni mlima ulioshindikana. Kwa hiyo kama vile ambavyo mnakimbiaga, inafika wakati njia inagoma kulingana na mpando, unabadilisha gia, unaleta gia ambayo inaendelea pale. Sasa niwaulize, je, nikiwa na gia yangu namba 5 nikafika kwenye mlima la hivi, nikalazimika niende na ile gia namba 5, huwa kuna madhara gani? Nini kitatokea? Nini kitatokea? Ajali kabla ya kutokea, ajali inasababishwa na nini? Unaanguka. Unaangukaje sasa? Kuanguka ni matokeo. Kabla ya kuanguka, nini kitakachotokea? Nini kitakachotokea? Gari itazimika, pikipiki itazimika. Na kichazimika vibaya sasa, bahati mbaya, halafu na breki zifeli na kurudisha nyuma. Tayari unakwenda kupata ajali. Umelazimisha gia ambapo sio mahala pake. Ulitakiwa kubadilisha. Sasa wacha Mungu wengi, kwa sababu hili somo la uchumi hatujajifunza, tumekuwa tukitembea na gia ya mawazo ile ile, gia namba ngapi? Namba 5. Tukija kufika hapo mwisho wa mwaka, unajua miaka ilingani? Mwaka jana ni tofauti na mwaka huu. Sasa unaweza kukuta changamoto za mwaka huu ni kali zaidi. Milima ni mikali, mipando ni mikali. Wewe unalazimisha uendelee na wazo lile lile la jana, utabaki hapa hapo, hutapiga hatua. Maana hilo wazo limekwisha ku expire, naomba ulibadilishe uingize wazo jipya. Na unapoweka wazo jipya, basi weka wazo la nguvu ambalo hata Mungu akikutendea kweli unaona na mimi nimetoka kama kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nakupa hapo kama mfano kama mchungaji mmoja, alafu tunaendelea sasa na sheria za uchumi. Hebu muangalie huyu hapa mchungaji aliyeanzisha kanisa, ujenzi wa kanisa, wakati tunaelekea kumchagua Mkapa. Kumchagua nani? Ambaye ni rais wa awamu ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini kilichotokea? Huyu baba ana washirika wachache kuliko sisi hapa. Sisi hapa nimeona tuko wengi. Wengi tukiwa tumekusanyika wote kabisa, tunazidi hata 20 na kitu. Watu wazima, si ndio jamani? Na yeye alikuwa na watu 24. Akaanzisha ujenzi wa kanisa kubwa sana. Kubwa sana. Na yuko kijijini kama sisi tulivyo, na yuko mjini. Huyu baba alipiga msingi wa futi 100. Yaani anzia mwanzo wa kanisa letu hapa, nenda kinapoishia kiwanja kilichoseswa, sogea kabisa mbele huko. Halafu upana akaweka futi 50. Yaani upana wa kanisa unazidiwa urefu wa kanisa letu hili. Ni kanisa dogo ni kubwa jamani. Alipoanza kujenga ule msingi, wachungaji wengi walikuja kumvunja dini. Wakamwambia, wewe watu wako ni wachache, ni 24, halafu hawana uchumi, ni wakulima tu, wako vijijini. Punguza kanisa, umeweka kubwa mno, hautalimaliza. Kwanza washirika kwa sababu ya michango watahama wote. Maana hapa anatakiwa michango ya mamilioni sio malaki. Kakasema hahami mshirika hata mmoja. Washirika wangu nilishawafundisha somo la mawazo. Mawazo yao yalishapona, wanajua hili kanisa sio kazi yao, ni kazi ya nani? Na ni nyumba ya nani? Na anawajibika nani? Kwa kuwa anashughulika Mungu, kwani tumpangia kadogo? Wakati yeye mwenyewe ndio anawajibika. Hatoki mshirika wangu hata mmoja na kanisa litajengwa. Wakamwambia, basi ukimaliza umejitahidi sana, tunakupa miaka 40 ngapi? 45 ndio utalimaliza hili kanisa. Kakacheka kicheko cha dharau. Akamwambia miaka 45. Kwa taarifa yenu mimi nawaambia, kabla hatujamchagua, kabla hajamaliza awamu yake ya kwanza, rais tunayekwenda kumchagua ni miaka 5. Kabla hajamaliza awamu yake ya kwanza miaka 5, kanisa hili lote litakuwa limeshamalizika, limeezekwa kwa mabati ya Msaudi,
kwa kenchi za chuma, lina aluminium, lina vioo, lina vigae vya kisasa, lina viti vizuri, lina rangi nzuri, lina vyombo vya milioni kama 20 na kadhalika, na umeme na kila kitu. Kabla ya miaka 5 kuisha, nyinyi mnanipeleka 45, wakamwambia hilo halipo. Sisi wenyewe tuna watu karibu 200, tulishashindwa kujenga kanisa kama hilo, wewe utaweza wapi? Akasema mkishindwa nyie, sijashindwa mimi. Na nyie mnajua mnavyotembea na huyo Mungu wenu katika mawazo yenu. Subirini sasa muone. Akasema yetu macho. Moja kwa moja kakaenda magotini kakasema, Baba, angalia wanasema eti hiyo kazi ni kubwa mno. Nilimsingi kubwa hautaliweza. Mungu usiwahesabie dhambi hiyo, ila waonyeshe tu kwamba unawe. Nini kilichotokea? Kabla ya uchaguzi hata kampeni hasijaanza, Mungu akaingilia hili kanisa limeweka mpango wa ujenzi wa kanisa dogo au kubwa. Hayo ni maono madogo au ni makubwa? Lakini maono hayo makubwa wanategemea nguvu yao au wanamtegemea Mungu? Angalia Mungu sasa alipoangalia imani yao akaona kweli wameanzisha mpango wa ujenzi wakitegemea nini? Mungu kaingilia kati. Jumapili kama ya kesho likaja ligombea ubunge la CCM kwenye jimbo lile. Moja kwa moja badala ya kwenda kusalia mjini likaenda kusali kijijini. Na lile kanisa halijaezekwa kwa mabati kama la kwetu, limeezekwa kwa nyasi. Matofali mabichi kama haya lakini imeezekwa kwa nyasi, likaenda kuabudu pale. Wakati wa kujitambulisha likasema, jamani, mimi naitwa fulani, si mnanijua? Natoka kile kijiji. Sasa mimi ni mgombea. Ni mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo hili. Mimi kwanza nimekuja kuwapongeza jamani, mko wachache lakini nimeanzisha ujenzi wa kanisa kubwa sana na watu wanashangaa. Tena wanasema hamtalimaliza, mtamaliza miaka 45. Sasa na mimi nimekuja kuwashika dini. Unaona Mungu anaanza kuleta na watu kutoka nje sasa, amefurahishwa na ile imani. Nimekuja kuwashika mkono. Mimi naomba kwenu vitu vingapi? Maombi yenu na kula zenu basi tukimaliza ibada, mchungaji Yohana sasa waruhusu watoto waende, lakini naomba baraza lako mbaki. Nataka kidogo na mimi niwaambie nitawashika mkono kwa namna gani. Wewe siku hiyo unafikiri mchungaji Yohana alihubiri risali zima? Risali zima la nini wakati ameona kuna muujiza hapo nakuja? Akasimama akasema, wanangu, leo nina ujumbe mfupi tu. Piga injili hapo dakika 30 tu, tayari ameshamaliza. Washirika wakaagwa. Na hawakuumia sana washirika, maana sina wenyewe wamesikia ile neema. Kambe nakuja neema hapo. Tayari nikawaambia, jamani, naomba mnipe idadi ya matofali yote. Mlivyoambiwa na fundi, mnipe idadi ya simenti yote ya kujengea. Kokoto zote, nondo zote na mchanga na hela ya kumlipa nani? Fundi. Tayari mchungaji akatoa budget yote iliyotolewa na fundi. Tayari likamwaga, likauliza, mna account benki? Kumbe baba, ni vizuri pia kufungua account ya kanisa. Maana wafadhili huwa wanaogopa kumpa mchungaji moja kwa moja kama wewe. Wanajua kuna wachungaji wengine ni matapeli. Hela ya kanisa inatolewa na geuze na kwa yapa. Lakini kama ni ya nini? Ni kwenye account, hela ikiingia kwenye account mchungaji aweza kaitoa. Maana hela kanisa ili muitoe mpaka muende mkusaini watu walikuwa ngapi? 3. Kwa hiyo moja kwa moja akaomba account number. Ili jamaa likafanya kwa njia ya simu tu. Hela ikaingia kule na ripoti zikaja. Mamilioni hayo. Wewe kampeni bado hazijaanza. Kachungaji yako kaliamka kesho. Kalipiga simu kwa wataalamu nani? Hawa wanaofyatua matofali. Kipindi hicho miradi ya matofali ilikuwa haijaanza. Bado. Tayari wenye matipa wakaajiri wa kuleta michanga. Simenti zinaletwa, wataalamu wa kufyatua sasa wakaanza. Fyatua. Ili kwa kuwa ni wengi, hela ipo. Wiki moja tu matofali ya broker yalikamilika kabisa. Yakamwagiliwa, yakakauka. Wiki inayofuatia tayari ujenzi unaanza. Na kwa kuwa mahela yapo na mafundi wamekodiwa karibu 4, 5, 6. Wiki moja kumbe kama mafundi wanajenga kila siku. Ni siku nyingi mno. Siku 3 ya 4 wamefika kwenye lenta. Lenta imemimino wakasubiri kama siku 2, 3 hivi.
Jumatatu ya wiki inayokuja, Jumanne, tayari rent imekamilika, zikafungwa na zile kozi za juu. Kwa hiyo ndani ya wiki mbili, yani nusu mwezi, jengo lote hilo la futi 150 likakamili. Bado nini tu? Moja kwa moja kakawaambia, jamani, si mlikuwa mnasema wachungaji kwamba sitaweza? Kondoo wangu watahama, mbona hajahama hata moja? Na ndani ya mwezi mmoja tu mnaona jengo limekamilika. Wachungaji, hapo vipi? Wakamwambia, hapo sio sawa. Sio sawa kwa nini? Kwa unyonge, maana moyoni wanaumia. Kajamaa kana watu wachache, shida kitu. Mradi wake wa kanisa kubwa, tayari unaisha ndani ya muda wenyewe walishashindwa. Wakasema hapo sio sawa. Maana yake wanaendelea kukavunja nini? Wakakaambia sawa, jengo hili limekamilika, si ni Mboma? Mboma sio kazi. Kazi kubwa ni kule juu mpaka Mtakonda. Miaka 45. Kakaenda magotini kakasema, Baba Mungu, una habari? Hawa watu bado hawajakuelewa. Eti wanasema Mboma umeliweza, lakini lile uliwezi. Mungu usiwahesabie dhambi, waonyeshe tu ya kwamba unaweza. Kakarudi. Jumapili inayofuata kama ya kesho, likaja ligombea uraisi upande wa chama cha upinzani. Jamani, na mimi nimekuja kuatia moyo, nimesikia ushuhuda wenu hapa Ndua ya kwamba ni kanisa dogo sana, lakini imefanya mradi mkubwa sana ambao watu wa mjini wanashangaa. Nikasikia kuna mwenzangu amekuja hapa, na mimi nimekuja kuona kama bado kuna kakipolo ka baraka na mimi nishiriki. Sasa nimekuja kwa shika nini? Mimi ni mgombea urais wa chama cha upinzani kinaitwa Chadema. No, sio Chadema, ilikuwa ni UDP. Ni UMD. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi naomba vitu vingapi? Maombi yenu na kula zenu tu basi. Baba, baada ya mahubiri tena naomba ufanyaje ubaki pamoja na baraza lako. Nataka niwashike mkono. Mchungaji aliposimama, unakumbuka kipindi kile alihubiri dakika 30. Unafikiri leo zimefika? Leo ni dakika 20 tu. Watoto wakatolewa. Tayari. Jamani, naomba mnipe budget ya kule juu. Wakaulizwa. Haka kajamaa kwanza kaliwaambia kwamba kanisa langu litakuwa limeisha na limeezekwa kwa mabati ya msa na kenchi za view. Sasa nikauliza lile jamaa, huko juu mnataka mabati meupe au ya msaudi? Mngekwenye mngesemaje? Na kenyewe sikalisema msaudi. Na kwa kalisema msaudi, Mungu analeta kinyume na mawazo.